basi yeye kuanzia 5, basi yeye awapaye Roho wa kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Kama vile Ibrahimu alimwamini Mungu akahesabiwa haki, fahamu basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Walio na imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Jina Bwana kubwa sana. Hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko kwa vile ilivyoona tangu zamani kwamba Mungu akawahesabia haki mataifa kwa imani. Ilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Na hao walio wa imani kubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Jina Bwana tukufu sana. Na wewe ni bibi harusi wa mataifa, umeitwa. Jina Bwana tukufu sana. Kanisa, taifa likiitwa kutoka kwenye taifa jingine kama Waisraeli, na wewe pia umekuwa kanisa la mataifa. Jina Bwana tukufu sana. Na wewe pia umeitwa kutoka kwenye kanisa la mataifa ukuwe bibi harusi wa Kristo. Jina Bwana tukufu sana. Ni kama inasikika ndugu yangu. Mungu ambariki sana. Kwa hivyo nimesema basi hao walio wa imani kubarikiwa pamoja na Ibrahimu. Imani. Unajua kuna mtu anasema tulitoka mbinguni bure na tutarudi bure. Si kurudi bure. Haukuja na mavazi, ulizaliwa bure. Lakini ukirudi, unarudi na imani ya unyakuo. Unarudi na ile tabia ya kiungu. Si kurudi bure. Watu wa Mungu hawarudi bure. Wanakuja kupokea tabia ya kiungu. Kwa maana hawezi karudi bila hiyo tabia ya kiungu. Na hawezi karudi bila imani ya Mungu. Jina Bwana tukuze sana. Wacha tusome hapa hivi kitabu kinaitwa Romans chapter 4. Mungu ambariki sana. Kwa hivyo Romans chapter 4, Warumi ya 4 mstari wa ngapi? 18. Naye aliamini kwa kutarajia yasiyoweza kutarajiwa, ili apate kuwa baba wa mataifa mengi, kama ilivyonenwa, ndivyo utakavyokuwa uzao wako. Yeye asiye kuwa dhaifu wa imani, hakuwa dhaifu wa imani, hakuwa mnyonge wa imani, alikuwa mtu mwenye nguvu sana. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana. Kwa hivyo anasema alifikiri bali hali ya mwili wake uliokuwa umekwisha kufa, akiwa amekwisha kupata umri wa kama miaka 100, na hali ya kufa ya tumbo lake sana. Lakini akiona haji, mwamini anaangalia haji. Jina Bwana tukufu sana. Lakini akiona haji, jina Bwana tukufu sana. Kwa maana Ibrahimu kama mzee ambaye ni mwanzilishi wa imani, alikuwa na utafuta huo mji, na mwenye kubuni na kuanzisha ni Mungu mwenyewe. Jina Bwana tukufu sana. Kwa hivyo akiona haji, jina Bwana tukufu sana. Anasema hivi, lakini akiona haji ya Mungu hakusita kwa kutokuamini. Hakuchelewa kwa kutokuamini. Sikiliza vile anasema hapa. Bali alitiwa nguvu. Jina Bwana tukuze sana. Na neno hili linatupia nguvu. Kwa maana imani kuja kukusikia na kusikia pumzi ya Mungu. Kusikia neno la Kristo. Jina Bwana tukuze sana. Kwa hivyo alitiwa nguvu kwa imani. Akimtukuza Mungu
Mungu huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Mungu ana uwezo kufanya yale ambayo aliahidi. Kwa hivyo toa kitu kinaitwa nini? Mashaka na kutokuamini. Ukijua Mungu ana uwezo, jina Bwana tukuzo sana. Kwa hivyo waje tuangalia hapa na ulizo swali. Kwa hivyo jua kwamba Mungu ni Mungu wa umilele. Jina Bwana tukuzo. God's message or God's word is eternal. Jina Bwana tukuzo sana. Ujumbe wa Mungu au neno la Mungu ni la umilele. God himself is eternal. Na Mungu mwenyewe ni wa umilele. Jina Bwana tukuzo sana. Na muamini ni nani? Muamini ni mtu anayeaminika. Jina Bwana tukuzo sana. Ni mtu ambaye ni muamini, yaani ni muaminifu. Ni muaminifu kwa nini? Muaminifu kwa neno la Mungu. Kama tu mke vile umemuoa, lazima awe na uaminifu katika ndoa. Na vile vile sisi pia tumepozwa kwa Kristo, lazima tuwe waaminifu kwa neno hili. Jina Bwana tukuzo sana. Kwa hivyo ni yule aliye mwaminifu kwa neno la Mungu. Tena yeye ni mwaminifu aliye na uaminifu na kuaminika. Praise God. Ni mtu wa kuaminika. Kwa hivyo ukisema wewe ni mwaminio, unaamini neno na mwaminifu kwa hilo neno. Jina Bwana tukuzo sana. Si mtu kigeugeu. Uko na njia mbili. Unakuwa na njia moja ya kumtumikia Bwana wako wa kiroho, ambaye ni Bwana Yesu Kristo. Kwa hivyo sikiliza hapo kidogo. Tumekuja hapa kuchunguzwa. Jina Bwana tukuzo. Tumekuja kuchunguzwa na vizetu. Au namna gani?